Khadija Omari, alimaarufu naitwa Mama Kibena. Mnapo majira ya saa 12:30 tumepata mshtuko mmoja mkubwa sana. Watoto 3 wameingia kwenye shimo wote kwa mara moja, akiwepo mmoja mwenzao alikuwa yupo nje, ndo akaenda kutoa taarifa kwamba kuna mwenzetu wamelala kwenye maji. Umeona? Baada sisi kufika pale, kwa kweli natia huruma sana, tena huruma mno. Tulikuwa muda wa jioni kwenye saa 1:30 niko hapo nyumbani nje, saa 12:30 saa 1 kasoro. Nilikuwa nimekaa tu, sikia watu wanapiga kelele, nasema ni kitu gani huko. Kwa hiyo nasema kuna watoto wametumbukia kwenye shimo nyumba ya jirani. Lakini kwa wakati napata taarifa hizo tayari watu washawatoa, ndio wakaanza safari kuja huko. Baadaye nikiwa nyumbani sijamalizia shughuli zangu, ndo akanipigia simu kwamba watoto wale wamefanyaje, wamefariki wote. Watoto 3 wa kiume wa familia tofauti wakazi wa mtaa wa Area 6 kata ya Kichangani manispaa ya Morogoro wamefariki dunia baada ya kutumbukia ndani ya shimo la kokoto lililojaa maji ya mvua zinazoendelea kunyesha maeneo mbalimbali mkoani Morogoro. Wakizungumza na Families Media, mashuhuda na majirani ambao wamejitokeza katika eneo la tukio, hapa wamezungumza. Karibu katika ripoti ya Families Media kutokea mkoani Morogoro. Jina langu ni Gervas Machaku. Khadija Omari, alimaarufu naitwa Mama Kibena. Mnapo majira ya saa 12:30 tumepata mshtuko mmoja mkubwa sana. Watoto 3 wameingia kwenye shimo wote kwa mara moja, akiwepo mmoja mwenzao alikuwa yupo nje, ndo akaenda kutoa taarifa kwamba kuna mwenzetu wamelala kwenye maji. Umeona? Baada sisi kufika pale, kwa kweli natia huruma sana, tena huruma mno. Watoto 3 wote kwa mara moja. Ninachoomba sisi tukiwa kama wazazi, tuwe makini sana na watoto zetu kipindi cha mvua, kwa sababu kipindi cha mvua watoto wengi wanapenda kuchezea maji. Kwa hiyo tuwe makini sana, tuangalie watoto zetu. Ni hicho. Naitwa Lawrence Mkenda, mwenyeji wa Area 6. Labda tueleze namna ulivyosikia tukio na wito wako nini sasa? Tulikuwa muda wa jioni kwenye saa 1:30 niko hapo nyumbani nje, saa 12:30 saa 1 kasoro. Nilikuwa nimekaa tu, sikia watu wanapiga kelele, nasema ni kitu gani huko. Kwa hiyo nasema kuna watoto wametumbukia kwenye shimo nyumba ya jirani. Lakini kwa wakati napata taarifa hizo tayari watu washawatoa, ndio wakaanza safari kuja huko. Baadaye nikiwa nyumbani sijamalizia shughuli zangu, ndo akanipigia simu kwamba watoto wale wamefanyaje, wamefariki wote. Ndio nikaja hapa sasa kuja kushuhudia ile kitu kilitokea. Na ulisikia labda wamefariki kwenye ulisikia labda wamefariki kwenye mazingira ya tukio labda? Manake wale ni watoto wadogo, umri wao ni chini ya miaka 4. Hivyo na hisi walikuwa watoto 4 wanaosema. 3 ndio waliingia kwenye maji, mmoja akawa amebaki. Sasa baada ya kuja kumuuliza yule mtoto ikawa kusema asemi kwamba wenzake hawakuwa. Naye Habibu Degedela, mwenyekiti wa mtaa wa Area 6, anaweka bayana chanzo cha tukio hilo. Mimi naitwa Habib Saidi Ramadhani Degedela, mwenyekiti wa mtaa wa Area 6 kata ya Kichangani. Leo majira ya saa 1 usiku, mimi nikiwa kazini nilipigiwa simu kwamba mtaani kwangu kuna tukio la watoto 3 ambao wamefariki, wamekutwa kwenye shimo wakiwa tayari, mmoja akiwa ameshafariki, 2 wakiwa mahututi. Lakini nikapambana kutoa mawasiliano, nikianza kwanza kwa polisi kata, lakini baadaye nikapiga simu kwa OCD. Polisi nao wakafika pamoja na watu wa fire, wakatoa ushirikiano. Kwa mpaka muda huu tunapozungumza tuko katika hospitali hapa ya Karoli Lwanga, na hizo maiti zipo ndani ya hospitali hii. Waliofariki wa kwanza ni Jackson Henry miaka 2, wa pili anaitwa Muksini Ramadhani miaka 4, na watatu anaitwa Mikimili Logat ambaye naye pia ana miaka 4. Kwa hiyo ndio kifupi ni iko hivyo. Tukio limetokea ndani ya mtaa na nashukuru nimepata ushirikiano, lakini pia nashukuru chombo cha TBC kutufikia hapa ili kuweza kusaidia kusambaza taarifa hii. Labda ulivyosikia ilikuwaje?
Mimi baada ya kupigiwa simu baadaye kwamba ile mvua ilinyesha leo jioni. Mvua ilikuwa kubwa sana. Baada ya mvua kuacha, watoto wakawa waonekani kwenye majumba yao. Kwa baada ya kutafuta wakakuta ndani ya shimo, wote wakiwa wanaelea kwenye shimo. Lakini wawili wakiwa bado wanatoa tu mapovu, hawajafariki, mmoja akiwa ameshafariki. Kwa hiyo kifupi iko hivyo. Shimo la nini? Hili shimo inasemekana kwamba huyu bwana alikuwa anachimba kokoto bwana. Na sisi kama serikali ya mtaa tulishamkabili na tulishafikia hatua kumkamata na kumweka ndani. Akafikia lile shimo. Kumbe ametudanganya, amefikia huko juu akawa anachimba tena lingine kwa siri. Sasa baada ya kutokea tukio hilo tunagundua kwamba kuna shimo lingine alikuwa anachimba kwa siri kokoto ambazo alikuwa anauza. Hakika ni kilio na majonzi, wenye kulia wakalia. Wapo waliowaita majina yao ya utani, lakini vifo vyao bado vinaendelea kuacha maumivu ndani ya jamii ya mtaa huu. Kwamba wananchi tuwe makini na tufuate miongozo ya serikali. Tunapomwambia kitu hiki kiache. Kwa mfano huyu bwana tumechamzuia, mtendaji kafika, tukamkamata tukamweka ndani, lakini kwa sababu anaona kama alikuwa anapata riziki, kumbe riziki alikuwa anapata kwa njia ambayo sio sahihi. Matokeo yake ndio yanatokea matokeo kama haya. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi tuwe makini. Unapochimba shimo au unafanya jambo lote unajua ile jambo linahatarisha maisha, basi kuwa makini kwamba uangalie nini kinaweza kutokea mbeleni. Kwa hiyo wito wangu wananchi tuwe makini na tuchukue tahadhari wenyewe kabla hata vyombo vingine havijatufikia. Taarifa ya Jeshi la Polisi mkoani Morogoro zinathibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku ikitoa wito kwa wakazi kuongeza uangalizi wa watoto hasa katika kipindi hiki cha mvua. Kwamba wananchi tuwe makini na tufuate miongozo ya serikali. Tunapomwambia kitu hiki kiache. Kwa mfano huyu bwana tumechamzuia, mtendaji kafika, tukamkamata tukamweka ndani, lakini kwa sababu anaona kama alikuwa anapata riziki, kumbe riziki alikuwa anapata kwa njia ambayo sio sahihi. Matokeo yake ndio yanatokea matokeo kama haya. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi tuwe makini. Unapochimba shimo au unafanya jambo lote unajua ile jambo linahatarisha maisha, basi kuwa makini kwamba uangalie nini kinaweza kutokea mbeleni. Kwa hiyo wito wangu wananchi tuwe makini na tuchukue tahadhari wenyewe kabla hata vyombo vingine havijatufikia. Thank you.